Mimi ni wako Pastor Job Obara, kiongozi wa idara ya vijana katika conference yetu ya South Kenya Conference hapa Nyanchwa. Kwa niko hapa leo kwa ajili ya mjadala huo wa mambo ya kazi na kukosa kazi. Asante. Kazi hii ni nini haswa kutoka kwa Biblia? Biblia inasema kazi ni nini pale? Karibu. Asante Jeff. Kazi ni activity yoyote ambayo mtu hujihusisha nayo kulingana na business terms, inaleta gain. So any gainful labor Yes. is work. So ukianza kusema ile ya physics, lakini pia ni product ya force, Yes. na load na distance. Na hiyo product inakuja wakati ambapo tunatumia nguvu zetu tulizopewa na Mungu. Nguvu za kiakili, all the physical, ile nguvu ambayo tuko nayo kuweza kuchange mambo fulani ili atulete product ambayo ni desired. We create something out of that. Yes. Na mara nyingi medium of exchange ya maisha ni pesa. Kwa hivyo tunapohusika na maisha yangu, yanapohusika na maisha yako, beyond ile mambo ya kusaidiana, ni kwamba when we exchange between the two of us, I'm going to gain from you, you are going to gain from me. When I offer service, kupitia kwa ile talanta ambayo Mungu amenipatia, ile talanta itasuluhisha shida yako, na wewe utasuluhisha shida yangu in response. Yes. Kwa hivyo kazi ni ile ambayo tunajihusisha, ile activity ambayo inajihusisha kulingana na ile talanta ambayo tuko nayo, ili inakuwa gainful kutusaidia kwa ajili ya kuishi maisha yetu. Okay. Mtazamo wa Biblia kuhusu kazi. Jeff, the first perspective, Yes. ya kwanza kabisa ya kwamba kazi is God's idea. Ni idea ya Mungu. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kijana anastahili kujua ni kwamba tunapoongea kuhusu kazi, attitude first of all, Yes. lazima ibadilike. Ajue ya kwamba kwa chochote anachohusika nacho ni idea ya Mungu. Kuna fungo hapo la 1:27 Mwanzo. Acha tuanzie hiyo kwanza. Mwanzo 1:27. Biblia inasema, Nasemaje? Mwanzo 27. Biblia inasema kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ndiyo. Kwa Mungu akaumba mwanaume na mwanamke kwa mfano wake. Cha kwanza kabisa kujua ni kwamba Mungu anawaumba anapoumba. Ndiyo. Kumaanisha Mungu mwenyewe anafanya kazi. Ndiyo. Na alipowaumba kwa mfano wake, alikuwa na kusudi. Fungu la 28. Nisome 28 pale. Nasema, Biblia inasema hivi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mcheo utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi. 28. Samahani. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, na na kuitisha
na kuitiisha. Na kuitiisha, ndio. Kwa Kiingereza inaitwa sema subdue. Mnaitiisha. Mkatawale samaki wa baharini. Yeah. Na ndege wa angani. Na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Basi hiyo ni impressed. Ya Mungu anampa mwanadamu. Ya kwamba nimekuumba katika perfect environment. Nimekupa, lakini kuna jambo ambalo ninataka ufanye. As you relate na environment, you are going to be fruitful. Yes. Okay. You are going to multiply. Na tusiseme hiyo sentence inamaanisha tu kuzaana. Ni beyond kuzaana, because pia inamaanisha tunastahili kuzalisha. Ndio. Tunastahili kuongeza vile vitu ambavyo tuko navyo. Na njia pekee ya kufanya hivyo ni kufanya kazi. Lakini ukitaka kujua iko more explicit, tuende kwa 2:15 ya Mwanzo. 2:15. Mwanzo inasema kwamba Bwana Mungu akamtua huyo mtu. Akamweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Version zingine nasema to work it. Yes. Ingine nasema to tend it. And to till it. Kumaanisha wakati Mungu aliumba mwanadamu, hakumuumba kama idle being. Mtu wa kukaa tu, ambao unamuuliza anasema tupo. Chora form. Vijana wanasema hivyo. Wanasema sina form. Yaani yeye yuko tu. Mungu alituumba tuchore form. Kwa hivyo ile idea ya kwanza kuweka mwanadamu pala, akasema utalima shamba hili. Ndio. Utalitunza. This presents the first occupation ya mwanadamu. And you know, all through the ages, ni kama hii mambo ya agriculture imekuwepo tu kutoka itaendelea kuwepo, na itaendelea tu. Maana Mungu ni idea yake ya kwamba tufanye kazi. Miaka mingi baada ya uumbaji, inaonekana Mungu hakusahau jambo hilo. Kuna kipindi alikuwa anatoa amri 10. Na anaponena kwa Musa na kuandika kwenye zile mbao 2 za mawe. Katika amri 10 tena Mungu amerudia mambo ya kazi. Yeah. Katika kitabu cha Kutoka 20, kisoma fungu la 8 hadi 11. Basi Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato, uitakaze. Siku 6 fanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana. Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe usifanye kazi yote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mchakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Bas. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato, akaitakaza. Asante Jeff. Sio mambo ya Sabato na fundisha hapo. Ndio. Nafundisha dhana ya kazi na mtazamo wa Biblia kuhusu nini? Kazi. Katika amri ya 4 ambayo inahusu mambo ya Sabato ya Bwana. Hapo ndani Mungu amehusisha dhana ya kazi.
Na katika hiyo amri anasema wanadamu wote siku 6 fanya nini? Fanya kazi. Hapo ndio nitaka. Wacha mambo ya sabato. Hiyo ni ya siku nyingine. Tunaweza tukaongea baadaye. Lakini katikati ya amri za Mungu anawaambia wanadamu tena ni katika amri, siku 6 fanya nini? Fanya kazi. Fanya kazi. Kumaanisha hakuna nafasi ya uzembe. In fact unapopitisha siku moja haujafanya kitu, inamaanisha utakamilisha wewe ulifanya siku 5 ama ulifanya siku 2. Lakini mpango wa Mungu kulingana na mambo ya kazi ni kwamba tunabidishwa kufanya kazi siku 6. Maana wiki na siku ngapi? 7. Sasa Mungu anatupa amri ya 4. Najua kuna wengine Jeff, tukiangalia amri ya 4 tunaruka haraka tukisema hiyo ni mambo ya sabato. Lakini hatuangalii kule ndani tukaona there is a silver lining. Yes. In the commandment of God as concerns mambo ya kuchapa kazi. Na kila mtu tungekuwa tunatii amri ya 4 kweli. Mungu ana concept ambayo anatuambia kama viumbe wake ya kwamba hatuwezi pitisha muda pasipo kufanya kazi. Na tufanye kazi continuous. Ndio. Na tunapofanya, wewe fanya kazi kwa siku 6. Hata kama wewe ni msabato. Usije ukakutwa unaharakisha kwenda sabato na hujafanya kazi. Usije ukakutwa wewe unalala tu, umekaa kule kijana, ni kuwatch TV muda wote. Ni kutafuta soap opera ziko wapi, kutafuta Nollywood za Nigeria. Unajua Nollywood yenyewe siaribi mtu jina hapa. Nollywood yenyewe, soap opera yenyewe, jamaa hawa wako katika kazi. Maana they are using their talent. Yes. Ambao Mungu amewapa ya theater. Waweze kuelimisha jamii kitu fulani. Lakini hatuwezi chukua muda wote tunaangalia wale pasipo kufanya sisi. Maana wao wanafanya kazi tayari na wanaendelea kulipwa. Lakini wewe hulipwi. Kwa hivyo Mungu anatupa bidii ya kwamba katika siku 6 wote tufanye kazi. So the idea ya kazi kulingana na Biblia, ndio hiyo ni idea ya Mungu ya kwamba watu wahusike katika gainful labor ambayo inawasaidia wafanye kazi ili waweze kuwa productive, waweze kumultiply, waweze kuwa fruitful, waweze kuitiisha dunia ambayo aliwaumbia. Ni makusudi sana. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji yule ambao unaendelea kufuatilia kipindi, ni yale ambayo tunazidi kuyazungumzia, kwa tunaangalia Biblia inasema nini kuhusiana na mambo ya kuifanya kazi. Mpaka sheria za Mungu 10 amesema kwamba tufanye kazi, na kuna siku ametupa ya mapumziko. Basi hatuiangalie hiyo sana kazi ambayo, yani lile ambalo tunaliangalia zaidi ni kazi ile ambayo inaendelea kufanyika. Basi tunapozidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikiza na kutufuata katika mitandao yetu yote na kwa TV yetu, wala ambao wako eneo la Marekani ya kati, mji wa Arlington, Texas, eneo lile mnatupata katika TV yetu ya Abax TV ama AGR News TV katika channel ya loko pale. Endelea kutufuatilia, na kama uko na swali basi ingia katika mtandao ule wa Facebook ambapo tuko live katika page yetu ya Abax Global Radio AGR News. Uweze kucomment pale katika comment section, nami nitakuwa nikisoma jumbe zenyu zile ambazo mumezituma pale tunapozidi kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 22 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki, kwingineko Marekani ya kati, mji wa Arlington, Texas na maeneo ambayo ni karibu ni
ni saa 10:22 asubuhi. Tunapozidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, usije ukaende mbali, kwamba nakukumbusha kwamba Bagusi Global Radio tumekuwa hewani zaidi ya miaka 10 na tunarudisha mkono katika jamii, na kila ambacho tunakifanya, kama uko na hitaji la kuweza kunaza video, kupiga picha, haswa katika shughuli zile ambazo zinaweza kuwa naso, iwe ni mazishi, ni harusi, ni baby shower pale, ni mtu unataka kusurprise tu, ama uko na kitu kile ambacho unakifanya ungetaka tuweze kunasa video na kupiga picha, basi tu hapa unaweza tupata katika mitandao yetu yote ya kijamii kama Bagusi Global Radio AGR News. Tuandikie pale Facebook kupitia Messenger, pale tutakuwa tunapata message yako na tutakuwa tunakujibu mara moja. Pia unaweza tupigia simu kwa nambari yetu ya ofisi 0768435931, 0768435931, 0768435931. Hiyo nambari iko on 24/7, ama kila wakati tu ukiipiga itaweza kuchukuliwa. Na pia unaweza tuma ujumbe mfupi ama uweze kutext WhatsApp. Hiyo nambari inapatikana katika mtandao wa WhatsApp. Pale unaweza tuma ujumbe ukiwa unajieleza ni kipi kile ambacho ungependa tusaidiane kwa bei ambayo ni nafuu kabisa. Tutakuwa tunaongea pale, tusikizane. Basi kama unayo, tupatie hiyo kazi, tutakuwa tunaitimiza na kufanya kazi safi. Basi tunapozidi kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 28 baada ya saa 6 mchana, kidogo niweze kupitia jumbe zile ambazo mmezituma kabla hatujarejea kwa wakati, ama kabla hatujaingia katika kitengo kingine tena pale, niweze kuangalia hawa nijue ni akina nani wako ndani. Naona pale Linet Bosibori anasema wako ndani kutoka maeneo ya Jeddah, anafuatilia kipindi. Gladys Nyachai anasema anafuata kipindi na hajatuambia mahala hapo. Yule Jeria Keruba anasema kutoka maeneo ya Manama Baharin Kingdom all the way to my home Kisii County, anafuatilia kipindi. Anasema hawa waingie ndani, wazazi wake Samuel Ongeri, mamake Mariana Ongeri wa Kanyimbo Mwakiage, na my brothers and sisters Evelyn and Rebecca na Emily na Gladys Mwango na Elmelda, na pia Douglas Churias and Duke, pamoja na my husband Ben, wa watu wote wa Kanyimbo area wawe na siku njema. Asante sana, nadhani wamepokea salamu zile. Douglas King Living anasema kwamba kutoka maeneo ya Doha Qatar, anafuatilia kipindi, anatupata njia moja sawa kabisa. Shanteri Kerubo anasema hako ndani, na pale ameweka emoji ya kudance, sijui amedanzia wimbo upi ule, lakini ni sawa. Sheira Kemuntu anasema kutoka maeneo ya Makongeni Jogorod, anafuatilia kipindi. Asante sana kwa kuwa ndani. Engerayeri Tongojare Deuru anasema kutoka maeneo ya Meru County pale ako ndani, asante sana. Douglas Nyabuya anasema kutoka maeneo ya Nanyuki anafuatilia kipindi. Anasema kwamba tuweze kupitisha salamu kwa watu wote wa Mount Kenya, Master Guide, wawe na siku njema, na this Sabbath will be reading to watakuwa wanaelekea, nadhani alikuwa anamaanisha watakuwa wanaelekea eneo lile la Kiawarigi SDA Church Karatina. All are welcomed, wote wamekaribishwa Sabato ijayo katika eneo lile la Karatina Kiawarigi SDA Church ambayo inapatikana eneo lile la Karatina, wote wamekaribishwa. Edwin Omwenga anasema kutoka maeneo ya Kiserian Dam ako ndani na anafuatilia kipindi kutoka maeneo yale. Jared Ayera anasema anafuatilia kipindi kutoka maeneo ya Washington DC, States of America. Pastor, welcome everybody. Another kuhusu mswada wa bajeti 2024-2025, haki ya Mungu. Anasema tumsomee fungu lile la Proverbs 29:2. Anasema pale, wenye haki wakiwa na amri ya watu ufurahia zaidi, bali mtu muovu atawalapo watu wanaumia. Alright. Naona pale Maxwell Nyakundi anasema good morning brother. Maxwell Nyakundi kutoka maeneo ya South B Nairobi anafuatilia kipindi. Naona pale Ayera anasema kwamba kuhusiana na mambo ya kazi
tuweze kusoma kitabu kile cha Proverbs 6:6. Ewe mvivu, mwendee chungu, sitafakari njia zake na upate maarifa. Pia soma Wathesalonika ya pili 3:4 hadi 5, 10 hadi 11, na pia Proverbs 20:13 na kadhalika pale. Tulikuwa tunasoma fungu zile baadaye. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapozidi kusonga mbele, endelea kutufuatilia popote pale ulipo. Tunapozidi kuendelea kidogo pale tulipe madeni. Nilitaka tu kuongezea fungu moja. Ni sawa. Hata nikianzia yenye umemalizia. Nilisikia wimbo hapo wa wana Katoliki wakisema mpenzi I love you. Nakupenda. Ndio. Katika kitabu cha Mhubiri 4. Mhubiri 9. Mhubiri. Hiyo hata vijana wajue wanapokuwa na chumbiana. Hawaachi tena katika mambo ya kazi. Mhubiri 4. Hiyo ya mpenzi I love you. Inaendelea zaidi kuliko hapo. 4:9 inasema 4:9 Biblia inasema afadhali kuwa wawili. Afadhali kuwa wawili. Sasa hiyo wimbo mpenzi wangu I love you. Inasema kwamba afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Sinaona? Hata kwenye ndoa wawili wanapokuwa pamoja pia wanabidiishwa wafanye kazi. Ndio. Na wanapata a good reward ama ijara njema kwa kazi yao. Lakini kuna jambo nilikuwa najengea kule nyuma. Ndio. Katika kitabu cha Kutoka 31. Kutoka 31 mstari wa kwanza hadi 5. Hadi 5. Na Biblia pale inasema kwamba Biblia inasema Bwana akanena na Musa na akamwambia. Angalia, nimemuita kwa jina lake Basareli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Ona. Mungu ujaza watu maarifa. Ujaza watu na hekima kwa ajili ya kutenda kazi. Na kwa mujibu wa fungu lilo lisoma, kuna jamaa hapo Mungu alimchagua, anaitwa nani? Ambaye anaitwa jina lake ni Besareli. Huo ni wakati walikuwa wanajenga hema ya mikutano. The tabernacle. Yes. Mungu akasema amechagua Besareli. Na amemjaza hekima yake. Amemjaza maarifa. Ili aweze kutenda kazi ya kila aina ambayo inahusu. Soma sasa. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba. Na kukata fito kwa kutiwa mahali na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Basi hiyo nilitaka tu tukome hapo. Yaani dhana ninayoijenga ni kwamba Mungu utupatia zawadi ya karama mbalimbali. Ndio. Utupatia maarifa mbalimbali, ujuzi mbalimbali, na hekima mbalimbali. Ili tuweze kutenda kazi za aina. Kwa hivyo ukiangalia kila mtu ana kitu ambacho anaweza. Ana kitu ambacho anaweza. Kwa hivyo nilitaka tu kusema hivyo ili niondoe kijana yoyote ambaye anafikiria mimi siwezi fanya kazi yoyote. Na kuna wengine unapata kama juzi tulikuwa pale kwenye kijiwe. Kulikuwa na matanga
hapo karibu naishi, kwa hivyo nikaenda hapo. Kukaa ile ya jioni hapo kwa moto. Alafu kijana mmoja amemaliza form 4. Tukawa tunaongea. Mpaka sasa hivi nina kibarua kigumu naye, kwa sababu namuuliza, sasa unataka kufanya nini? Anasema sijui. Na alisema akicheka, akiendelea tu, sijui. Sijui. Kozi gani umeamua? Sijui sasa. Namuuliza, na amemaliza form 4. Kumaanisha kuna kijana ambaye anastahili aweze kuelewa Mungu amenibariki na nini. Ubongo wangu unaweza ukafanya nini. Nina ustadi gani ambao ninaweza nikasomea nikafanya. Kwa sababu kazi zote tunazofanya, Mungu ametupa hekima hiyo, ametupa ustadi huo, na ako tayari kutuwezesha. Ndio maana ziko nyingi na watu katika kucomplement maisha yetu, tuna moja ama mbili ama ingine ambao tunaweza tukafanya. Japo inaweza kuwa inahusu akili, ingine inahusu misuli ya mwili, lakini kila kitu lazima kipangwe kwa jina hilo ambayo inaitwa kazi. Ndio. Yeah. Na ni Mungu anatupatia. Yeah. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapozidi kusonga mbele, umesikia kauli yake pastor kuhusiana na kazi. Kwa kwamba ni mpango wa Mungu, si mpango wa binadamu kwamba kazi ifanyike. Ni Biblia yenyewe imeweza kutuelekeza pale kazi ambavyo inafaa kufanyika, kwamba yule ambaye alienda shambani ama alianza kazi wa kwanza ni Mungu mwenyewe katika kuiumba nchi na vilivyomo vyote. Basi tunapozidi kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 42 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki, kwingineko Marekani ya Kati, mji wa Arlington, Texas na maeneo ambayo ni karibu, ni saa 10 na dakika 42, zikiwa zimesalia dakika chache tu, dakika 17 iweze kutimu mida ya saa 7 pale. Ikifika mida ya saa 7 nitakuwa nikikujuza yale ambayo yanaendelea, ikiwa kwamba ni kipi kile ambacho kimezungumzwa katika mkutano wa pamoja wa ile parliamentary group ambao walikuwa na mkutano na rais katika ikulu ya Nairobi pale, mbele ya kusoma kwa tatu kwa mswada ule wa kifedha wa mwaka 2024-2025 katika bunge kuu pale, ikiwa kwamba yale yote ambayo yalikuwa yanaendelea katika kaunti ya Nairobi, yule bwana bunge ambaye ni coordinator, regional coordinator commander katika kaunti ya Nairobi, ameweza kutupilia mbali wale ambao walikuwa wamepanga mkutano wa maandamano ya amani kuelekea bunge kuu pale, wakiwa kwamba mkionekana makundi basi mnatawanywa tu kwa kirasma. Basi kama uko katika kaunti ya Nairobi na huna shughuli katikati mwa jiji, basi usije ukajipata katika sintofahamu zile na kukimbizana hapa na pale na mapolisi, kiwa kwamba wamekataa kwamba lile lisije likafanyike, basi usije ukawe pale ujipate katika shida ile. Basi tunapozidi kusonga mbele, hayo tutakufahamisha kwa undani ifikapo mida ya saa 7 mchana. Basi ikiwa kwamba tumeifanya hii kazi kwa miaka 10 ama tumekuwa hewani kwa miaka 10 sasa, mpenzi mtazamaji, zaidi ya miaka 10 sasa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, unaweza ama uko na hitaji la kufanyiwa kazi, haswa kunasa video, kupiga picha na kuweza kupeperusha matangazo yale moja kwa moja katika mitandao yetu na TV yetu, basi unaweza tupata katika mitandao yetu ya kijamii kama Bakusi Global Radio, hasa upande ule wa Facebook, tuandike katika Messenger pale, nasi tutakuwa tunakujibu ukiwa na hitaji hilo. Hitaji linaweza kuwa kwamba ni mazishi yapo pale nyumbani na wengi wako katika nchi za nje na hawangeweza kupata nafasi ya kuja kuhudhuria pale, lakini tunaweza wawekea live katika TV yetu na mitandao yetu ya kijamii waweze kufuatilia kutoka pale. Basi unaweza tupata katika mitandao yetu yote ya kijamii kama Bakusi Global Radio, AGR News, tuandikie katika Messenger yetu pale na tutakuwa tunakujibu. Pia unaweza tupigia simu kwa nambari yetu ya ofisi ambayo ni 0768 435931, 0768435931 ama 0768435931, na nambari hiyo iko imefunguliwa masaa 28. Pia unaweza ipiga simu hiyo ama uweze kutuma ujumbe wa SMS katika
nambari hiyo, pia uweze kutuma ujumbe katika mtandao wa Facebook, wa WhatsApp pale, na utakuwa unajibiwa bila shaka. Basi tunapozidi kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 45 baada ya saa 6 mchana, naona pale wengi wako ndani. Akina Ruth Nyabuto anasema anafuatilia kipindi kutoka maeneo yapi yala, hajasema ni wapi, lakini naona pale Monica Kiarie Mungia anasema kutoka maeneo ya Kandara Sub County anafuatilia kipindi. Kwingineko Habakuk Peter anasema ako ndani, I'm well represented getting you from home Gekomu village, kindly kumbuka kuniwekea wimbo wa matezo, ni ya muda kitambo tu. Basi huyu ni lay pastor Habakuk. Habakuk, nasikia pale Pastor Job Bara amekusalimia. Basi utacheza kama wewe, sitaki kusema ni nini utafanya, lakini unakifahamu wimbo huo. Nitakuwa nikikuchezea wiki iliyopita, uliomba Ijumaa, lakini mitambo haikuruhusu. Leo nitajaribu kuona vile ambavyo nitafanya. Basi tunapozidi kusonga mbele tena, tuweze kurejea katika mazungumzo yetu. Sasa tuliangazie hili kwamba unemployment